na Daudi, who was anointed by God. ambaye alikuwa amepakwa na Mungu. He was not as senior as people thought he would be. Hakuwa mkubwa jinsi watu In fact, the Bible says Biblia inasema that when God told Samuel wakati Mungu alimwambia to Samueli go to the house of Jesse aende katika nyumba ya Yese and anoint his servant to be the king over his people, na mwagilie mafuta mtumishi wake awe mfalme, though Samuel was anointed of God, unawazi Samueli alikuwa mpakwa na used to Mungu, hear from God, alikuwa anasikia kutoka kwa was Mungu, accurate. alikuwa sahihi. Let me tell you people, Acha niwaambie watu, none of Samuel's prophecies, hakuna unabii hakuna unabii hata mmoja wa Samueli, hakuna unabii hata moja hata neno hata moja la Samueli au neno moja la Samueli that he spoke ambayo alizungumza and never came to pass. ambayo haikutimia. So we are talking of a Kwa person hivyo tunaongea kuhusu mtu who was hearing from God one on one, ambaye alisikia kutoka kwa Mungu, and we are told na tunaambiwa when God told him to go to the house of Jesse, wakati Mungu alimtuma kwa nyumba ya Yese, in his perspective, katika mtazamo wake he thought that God was looking for a man who was masculine, alidhani kwamba Mungu anatafuta mtu mkubwa, a man who was alikuwa na misuli, mtu ambaye ana misuli, miraba minne, jamaa mwenye nguvu. Lakini the Bible tells us lakini Biblia inasema when the first one came, wakati wa kwanza he alikuja wanted to pour the anointing of God upon him alitaka kumwagilia mafuta ya Mungu because he was appealing to Samuel. kwa sababu alipendeza mbele ya But Samueli, God said, lakini Mungu I akamwambia have not chosen this one sitamchagua huyu to lead my people. kuongoza watu To wangu. cut the story short, Kufupisha hadithi, he went a man after another alienda mtu baada ya and to the last one. na hadi wa And mwisho. the Bible Na says, Biblia when inasema he was done, he asked, wakati alimaliza aliuliza, is there any other person? je, kuna mtu mwingine? Because he was Kwa sure sababu alikuwa na God had sent him to the house of Jesse. Mungu alikuwa amemtuma kwa hiyo And he has not chosen all these sons. na hajachagua I hao wote cannot waliopitia. see any other son here. Sioni mwana mwingine But hapa. one thing I'm sure is, Lakini jambo moja nina hakika, God has sent me to the house of Jesse Mungu amenituma katika hii nyumba to anoint a servant for himself. kumpakia mafuta mtumishi And so wake. he asked, Na kwa hivyo akauliza, we have any other person? je, kuna mtu mwingine? And the father said, Na baba we still akasema, have another one. ndiyo, tunaye mmoja. And he described him Na akamwelezea as a person who was not favorable kama mtu ambaye hapendezi for sana the position of the servant of God or the king of God's people. kwa hiyo nafasi ya kuwa mfalme wa watu wa Mungu. But when David came, Lakini Daudi the alipokuja, Bible says Biblia inasema that it was as the Lord had said. ilikuwa jinsi Mungu He was alivyosema. anointed Alipakwa over mafuta the people of God. juu ya watu wa Mungu. Where am I going with this? Tunaenda wapi na hii? At times we might look at the woman of God Wakati mwingine tunaweza kumwangalia askofu and see her human na nature, tuone ile asili yake ya see ubinadamu her fault. na tuone makosa yake. But one thing I want you to understand is Jambo moja nataka muelewe, God uses donkeys Mungu anatumia punda to pass his messages. kupitisha ujumbe wake. And the Bible says when Paul was speaking, Na Biblia inasema Paulo akizungumza that in the house or in the large house, katika nyumba kubwa we do not have the vessels of gold only. hatuna vyombo vya dhahabu pekee We do not yake, have the vessels of silver only. hatuna vyombo vya shaba pekee But yake. he Lakini says anasema, that God used that the Bible says Biblia inasema that in that house kwamba katika nyumba hiyo we have wooden vessels, tuko na vyombo vya we mbao, have of clay, tuko na vya and udongo, he na says anasema that the master of the house kwamba bwana wa hiyo nyumba uses the vessel anatumia that vyombo cleanses itself. ambayo inajitakasa. Hallelujah. Hallelujah. It doesn't matter the material. Haijalishi ni aina It gani, doesn't matter the position. haijalishi nafasi The yake, vessel that purifies itself, vyombo ambavyo vinajitakasa it is the vessel ndio kio that the Lord uses ambayo Bwana for anatumia his own kwa glory. utukufu wake And it has pleased God this moment na imemfurahisha Mungu wakati huu to live living gospel kuinua living God by a simple servant of God. kupitia mtumishi mdogo. You know why? Unajua ni Because God is so kwa conscious. sababu Mungu yuko makini, He does not work with the multitude. hafanyi kazi na umati, He does not work with the best. hafanyi kazi na ile bora. Why? Kwa nini?
kina misuli. The moment he uses the knowledgeable vessel, Atakapotumia yule mwenye hekima, the vessel will think hicho kiumbe that kitafikiri it was because I was too good kwa sababu nilikuwa mzuri that sana, God used kwa me. sababu Bwana It was alinitumia, because I am knowledgeable kwa sababu nina hekima that the Lord used me. Bwana But alinitumia. God uses a vessel that is weak, Lakini Bwana anatumia kiumbe dhaifu so that ili when the glory, wakati utukufu, hallelujah, yes, hallelujah. But God uses the weak vessel lakini Mungu anatumia vyombo dhaifu so that ili when a great thing has happened, wakati jambo kubwa the linatendeka, vessel will bow down and say, hicho kiumbe kitainama na I was kusema, too weak to do that. nilikuwa dhaifu sana There kufanya was a hivyo. higher power Nilikuwa na nguvu that zaidi did that miracle. ambayo ilifanya hiyo And miujiza. so it is today. Na hivyo ndivyo siku ya If leo. you feel so strong, Ikiwa unahisi una nguvu God sana, has no business with you. Mungu hana kazi na wewe. If you feel you're too righteous, Ukihisi kwamba wewe ni mwenye haki, you do not need Him. hauna haja na yeye. Because the Bible Kwa says, sababu Biblia as inasema, I conclude, ninapomalizia, that God, ya kwamba Mungu after He created man, baada ya kuumba mwanadamu He created him, alimuumba a man without sin, mtu ambaye hana dhambi, a pure person, mtu safi, a person full of free mtu will. ambaye ana utashi. He could choose Angeweza kuchagua without the effect of sin, bila madhara ya dhambi, without any influence. bila kuharibishwa kwa He dhambi. was a free man. Alikuwa mtu huru. But the Bible tells Lakini us, Biblia inasema after the fall of man, baada ya uanguko wa it was mwanadamu, not possible for a haikuwezekana man to choose freely. mwanadamu kuchagua bila. Why? Kwa nini? Because Kwa now sababu he was sasa a sinful person. alikuwa mtu mwenye And a dhambi, sinful na person mtu mwenye dhambi is never sinful. Is never sinful. hana dhambi, Si mwenye si dhambi. mwenye dhambi Because he sins. kwa sababu dhambi zake. Because he sins. Hallelujah. A sinful person Mtu mwenye dhambi is not a sinner sio mwenye dhambi because he kwa sins. sababu anatenda He's dhambi, a ni sinner mwenye dhambi because kwa sababu sinful nature is in them. ile asili ya dhambi iko ndani yake. Hapa pana shida. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. He is a sinful person because he has a sinful nature in him. Ni mtu mwenye dhambi kwa sababu ana asili ya dhambi ndani yake. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo mwanadamu continued living in sin. Kwa hivyo mwanadamu akaendelea kuishi kwenye dhambi. And let me surprise you. Na wacha niwashtue, He could not live a holy life hangeweza kuishi maisha takatifu because the element in him kwa sababu asili ndani yake was a sinful element, ilikuwa hali yenye dhambi. regardless of the power of the strength. Licha ya nguvu ambayo alikuwa nayo, Licha ya nguvu aliyokuwa nayo, hiyo ilikuwa inamsaidia kutenda dhambi. Haleluya. Na kwa hivyo baada ya kuendelea katika dhambi hizo, mwanadamu hangeweza kujiokoa. Alihitaji mwokozi. Haleluya. Na ndio nimesema iwapo wewe ni mwenye nguvu, hauhitaji mwokozi. Kwa sababu wewe unaweza kujiokoa, unaweza kujifanya mwenye haki, wewe ni bulldozer. Lakini upande wa Mungu ni watu ambao ni wadhaifu, wale ambao hawawezi, wanamtegemea mmoja awawezeshe. Haleluya. For example, sisi hatukuwa chochote. Mamangu si mhubiri, babangu si mhubiri, si chochote. Lakini Mungu katika rehema zake akakiona chombo dhaifu chenye kimekufa katika dhambi, akakihurumia, akakivuta kwake. Haleluya. Na siku ya leo Mungu ana uwezo wa kukuita wewe, ana uwezo wa kuniita mimi, ana uwezo wa kukusamehe, ana uwezo wa kunisamehe, maana hana special cases. Anasamehea wote wanaomkimbilia kwa sababu ya wokovu. Na mimi ninaomba asubuhi ya leo ya kwamba twende kwake huyo ambaye ana uwezo wa kusamehe, twende kwake huyo ambaye ana nguvu zote, twende kwake huyo, maana Biblia inasema ya kwamba haijalishi dhambi zako vile zilivyo, anasema ana uwezo wa kusamehe. Anawaita wenye dhambi kwake, anawaambia njooni kwangu ambao mmelemewa na dhambi na mizigo mizito, naye atawapumzisha. Wewe kama unasema mimi ni
dhambi sana. Anasema ni kwa sababu ya mwenye dhambi kama wewe nilienda msalabani, ili wenye dhambi wote pamoja vulnerable waje kwangu nami niwasamehe. Ni kwa unaweza sema una mizigo. Anasema mizigo hiyo ndio ilimfanya aje msalabani. Kwa hivyo mpelekee yeye kabla mlango haujafungwa. Waanzi ulifungwa na hautafunguliwa. Wako usifungwe kabla hujafanya mambo yako yawe sawa naye. Ndiposa anatuambia njooni kwangu nami niwape pumziko. Bwana Yesu awabariki.